Msichana aliingia ndani ya ofisi na kusema, anayefuata tafadhali. Ndipo kijana mmoja mwenye ulemavu wa mkono akaanza kusimama taratibu kutoka kwenye kiti chake. Binti yule alipogundua kuwa kijana yule ni mlemavu, aliwageukia wale vijana wengine waliokuwa wamekaa pembeni, akamwambia mmoja wao, wewe ni zamu yako, nifuate. Lakini yule mlemavu wa mkono akasema, samahani madam, mimi ndio ninayefuata kwa sababu hawa wamenikuta hapa. Msichana akasema, kuwa mvumilivu, nitakuita baadaye. Kisha akaondoka na yule kijana mwingine, akimwacha yule mlemavu wa mkono akiendelea kusubiria. Baada ya muda yule msichana alirudi na kwa mara nyingine alimdharau tena yule mlemavu wa mkono. Akamuita tena yule kijana mwingine aliyekuja baada ya mlemavu wa mkono. Aliondoka naye na kumwacha tena yule mlemavu akiendelea kukaa pale akisubiria. Aliendelea kukaa pale kwa huzuni, huku tumaini lake likiendelea kupotea. Mpaka mida ya jioni yule mlemavu alikuwa bado akiendelea kusubiria. Lakini muda huo binti alitoka akiwa tayari kajiandaa kuondoka. Na ndipo yule mlemavu alimsimamisha na kumwambia, madam, watu wote waliokuja baada yangu wamefanyiwa usaili, lakini mimi nimekaa hapa kutwa nzima, kwa nini sijaitwa? Lakini msichana yule alimjibu kikawaida sana, sikia, muda umekwisha, njoo kesho. Mlemavu, lakini interview itakiwa kufanyika leo tu. Msichana akamwambia, sikia, watu wote wameshaondoka na wewe nenda nyumbani, sawa? Kisha akaondoka. Na ghafla mkurugenzi wa kampuni alitoka nje huko akiongea kwa hasira kwenye simu. Ina maana kwamba huzielewi hizo kodi? Nimekulipa kwa mwezi mzima na hiyo kazi itakiwa imeshakamilika mpaka sasa. Sasa unaniambia nini? Alikata simu kwa hasira. Yule mlemavu wa mkono alimsogelea na kumwambia, madam, kama utaniruhusu nadhani naweza nikatatua tatizo lako. Bosi alimwangalia kwa kumtafakari kisha akamwambia, unanitania? Wataalamu wangu wamehangaika na swala hili kwa mwezi mzima na hawajafanyikiwa. Unadhani wewe unaweza kulitatua kiurahisi na mkono wako mmoja huo? Lakini mlemavu alimwambia, madam, wewe nipe nafasi tu kisha utaona. Mkurugenzi alimkaribisha ndani ya ofisi yake kisha akamkabidhi laptop na kumuonyesha tatizo lililopo. Mlemavu huyo alitazama kwa muda na kisha akaanza kubonyeza kwa vidole vyake. Ndani ya dakika 10 alikuwa ametatua tatizo la kodi zilizokuwa zinasumbua. Bosi alishangaa sana, akamwambia, wataalamu wangu wameshindwa kulitatua tatizo hili kwa mwezi mzima, wewe umelitatua ndani ya dakika 10? Hii ni miujiza. Wewe ni nani hasa? Mlemavu, mimi ni mtaalamu na mbunifu wa software. Nilikuja hapa mapema sana kwa ajili ya usaili, lakini HR wako aligoma kunifanyia interview eti kwa vile na mkono mmoja. Kwa hasira mkurugenzi alichukua simu na kumpigia yule msichana. Msichana alivyofika aliulizwa kwa nini kuufanyia usahili huyu hapa. Bila kusita msichana akasema, madam, huyu ana mkono mmoja, anawezaje kufanya coding kwa mkono mmoja? Mkurugenzi kwa sauti ya mamlaka, amefanya kazi ambayo wataalamu wenu wameshindwa kuifanya kwa mwezi mzima. Ana uwezo mkubwa kuliko wataalamu wenu wote ukiwachanganya, alafu umemhukumu bila hata kumpa nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Msichana alianza kuweweseka. Mkurugenzi, sasa kwa upuuzi wako huo nitakusimamisha kazi. Lakini mlemavu mwenye mkono mmoja akasema, madam, tafadhali usimsimamishe kazi, watu wote tunafanya makosa, tafadhali mpe nafasi nyingine. Mkurugenzi akamwambia, unaona ana utu zaidi yako wewe, sasa nenda kaandaa ofisi yake haraka sana. Message, usimdharau usiyemjua kwa sababu ya muonekano wake. Mimi ni Director Mo.